Na mpenzi mtazamaji wa kipindi chetu kizuri kabisa ukipendacho, na si kingine ni kipindi cha Neno la Wakati ambacho kinakujia muda na siku kama ya leo. Na siku ya leo niko na mtumishi wa Mungu, huyu anaitwa Apostle Shemeji Meyaleki. Utakwenda kumsikia katika kipindi chetu cha leo. Na mada yetu mezani inaitwa kijana na mahusiano. Na mimi kupitia mada ya leo, ewe kijana unanitazama muda huu, utakwenda kupokea kitu ambacho kitaenda kukusaidia kwenda hatua moja hadi nyingine. Ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Amina baba. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri kabisa. Amina. Hongera sana kwa huduma. Asante. Mungu anatusaidia. Amen. Nimefurahi kukuona siku ya leo. Asante sana. Amina. Baba, mimi nakuita Apostle Shemeji Meyaleki. Kuna utambulisho mwingine zaidi ya Apostle Shemeji Meyaleki? Ya utambulisho huko mwingi. Inategemea tu ni upi ambao tumeamua kutoa. Lakini mimi naitwa Shemeji Meyaleki. Utambulisho kama apostle au mchungaji, msimamizi wa makanisa, au mume, vyote hivyo, na baba watoto wa kimwili na kiroho, vyote hivyo kwenye utambulisho. Yeah. Apostle, hapo kwenye shemeji, unajua mimi hili jina kuna wakati wanaitafakari sana. Nataka uniambie hili lipo kwenye ukoo wenu au maana sisi tumeshazoea shemeji ni cheo cha mtu kwenye familia. Kwenye familia hii imekaaje kwa? Ningeshangaa sana usingeuliza kwa sababu hujawahi kunihoji. Ndio. Kwa hiyo mimi naitwa Shemeji. Shemeji ni jina langu kabisa. Okay. Kama ambapo unaitwa Krista. Au mwingine anaitwa Adam au John, mimi naitwa Shemeji. Ndio. Jina langu na story kidogo. Mama yangu sisi kwa kabila ni Wamasai. Ndio. Lakini Wamasai kuna sekti mbalimbali. Sisi kuna wale ambao wametokea mjini ambao wanalima na wanafuga kidogo, wamechukua culture kidogo za Wachaga. Wengine wanaita wa Arusha. Ndio. Nitakiwa nipewe jina la shemeji yake na mama. Kuna namna wanapotoa majina kwa Wamasai. Ndio. Baba mkwe, kwa hiyo nitakiwa nipewe jina la shemeji yake na mama. Kwa mama akaniita moja kwa moja shemeji. In fact alikuwa ananiita Kimasai kabisa Parsinda. Kwa hiyo kwenda baadaye shuleni wakalibadilisha kutoka kwenye Parsinda. Sababu anaitwa nani wewe? Shemeji. Kwa hiyo kaandikwa pale shemeji na mpaka leo naitwa shemeji. Okay. Hapo nimeelewa sasa. Hiyo ndio story ya jina kwa ufupi. Ni jina kabisa, sio shemeji yake na mtu. Watu wasifikiri mimi ni shemeji wake na hosti. Nashukuru sana Apostle. Yes. Apostle, mada yetu ya leo hapa mezani inaitwa kijana na mahusiano. Kabla tujaenda mbele sana, labda utuambie nini maana ya mahusiano? Sasa mahusiano ni term pana sana. Lakini wajua hata binadamu na wanyama wanaweza kuhusiana. Wanamfuga ng'ombe, anakupa maziwa. Huo tayari ni uhusiano, anakupa nyama. Lakini kwa muktadha wa binadamu, mahusiano ni tunaweza kaita muunganiko wa hiari. Kuunganika sio lazima kushikana hivi. Ni makubaliano ya umoja wa watu wawili au zaidi wenye lengo la kushirikiana. Wanashirikiana kwenye ngazi tofauti, kwenye malengo, kwenye hisia, kwenye mipango na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio tungeita mahusiano. Watu wawili wanapokubaliana kwenda pamoja wakiwa na mlengo wa aina fulani au watatu, tunaita mahusiano. Hiyo ndio lugha rahisi kabisa ya mahusiano. Kwa watu wawili au watatu au zaidi wanapokubaliana kufanya jambo pamoja na kuwa na muendelezo wa aina fulani, labda mkataba, labda maisha yao yote mpaka watakapokuwa hapo duniani, hiyo ndio inaita watu wana uhusiano. Kiingereza wangetumia relationship. Kwa kuna kitu ambacho kwa pamoja kinaweka pamoja. Inawezekana kwenye vitu vingine wasikubaliane, lakini kwenye maeneo fulani wanakubaliana. Hayo tayari ni mahusiano. Okay. Nashukuru sana Apostle. Labda nikupeleke katika swali langu la pili. Apostle, wewe uko karibu sana na vijana na naweza nikasema 90% ya watu naohudumia ni vijana. Yes. Na mimi huwa nafuatilia sana. Asante sana. Labda unaweza kuniambia vijana ambao unaokutana nao au tayari uko nao wanazungumziaje kuhusiana na mahusiano? Nitatoa takwimu ambayo sio rasmi. Ndio. Actually jamii yetu sasa hivi ina changamoto juu ya uelewa wa mahusiano.
Na ni kwa sababu kuna vitu vingi vimepita hapo kati. Kuna kwa mahusiano, labda tuelezee mahusiano ya aina fulani. Ndio. Kwanza kwa jamii kwa ujumla, uelewa jua mahusiano ni changamoto. Ndio. Mahusiano ya aina yoyote, hata kama ni ya biashara, yanahitaji commitment, yanahitaji kujitoa, yanahitaji mtu kukubali kutokuwa mbinafsi na kukubali kuwa na kitu fulani wanachotaka kujenga. Lakini ninaweza kusema changamoto iliyoko kubwa leo kwa vijana kwenye mahusiano ni kwamba watu hawana sustainability, hawana uendelevu kwenye mahusiano. Unaweza ukakuta kwa mfano mahusiano tu ya labda urafiki au uchumba, mpaka hata kwenye ndoa ni kama vile commitment haipo kama tulipokuwa tunakuta kwa wazazi wetu. Yaani ni kama watu wanajiegesha. Unakuta kuna watu wanaita situationship. Yaani wapo lakini hawapo, yani mguu mmoja nje, mguu mmoja ndani. Na ni kwa sababu kuna mambo mengi yamesababisha. Utamaduni wa kimungu ni commitment. Okay. Mungu mwenyewe tu alipoingia kwenye mahusiano na sisi kwa njia ya Yesu Kristo, aliamua kujicommit milele. In fact, hata kifo hakiwezi kutenganisha. Ndio maana hata aliokufa katika Bwana bado ana uhusiano na Mungu. Ndio maana anaitwa Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo, ambao ni marehemu tayari. Paulo anaposema, Petro anasema nisipokuwa katika mwili huu nitakuwa pamoja na Bwana. Kwa hiyo commitment Mungu mwenyewe anaonyesha. Ndio maana Mungu anakuchukia kuachana, kwa sababu commitment ndo sign ya mahusiano. It is built to last. Inajengwa ili idumu. Lakini kwa vijana wengi unaona kabisa mfumo wa situationship. Mtu yupo kama vile hayupo. Yaani kama vile unitibua tu sipo. Unaiona kwenye utamaduni wote wa maisha ya watu. Na nitasema kitu ni kwa sababu fundisho la kuvumiliana, kukubaliana, kurekebishana ili tuende mbele inaonekana kama halina msingi sana. Watu wengi ukiangalia hata vijana wanavyoongea sema mimi nilizani tutaenda lakini hamna kitu. Machaguzi ni mengi, yani watu wengi ni wabinafsi, kwa lugha rahisi. Vijana wengi ni wabinafsi. Ndio. Wabinafsi kiasi kwamba mtu anaingia wakati anaingia tayari amesha calculate namna ya kutoka. Yeah, hiyo ndio changamoto ambayo naona kidogo inawasumbua vijana. Ni hatua zipi kijana anayetaka kuanza mahusiano kuelekea ndoa anapaswa kuzifuata? Kwenye hatua nashindwa kuweka hatua kwamba kuna ngazi kwa sababu watu wanatofautiana. Ndio. Lakini ngazi basic kwenye mahusiano aina yoyote ni kujitambua wewe mwenyewe. Ndio. Kujijua wewe ni nani. Mara nyingi tuna attract mambo yanayotuzunguka kulingana na sisi unavyojiona. Ningesema kwa lugha rahisi, kama kijana hajijui, hajitambui, hajui alipo, ndio, hajui anapoelekea, kwa nini umkaribishe mtu mwingine kwenye maisha yako? Yaani wewe mwenyewe umevurugwa, alafu unamkaribisha kivuruge mwingine aliyevurugwa. Kwa hiyo unakuta watu wanaishia kwenye mazingira ya utata zaidi. Kwa hiyo swala msingi sasa, hii somo la kujitambua ni pana zaidi. Sisi ni Wakristo, utambulisho wetu ni upi? Tuanze na hapo. Jambo la kwanza, kijana ni vizuri ajitafute katika Mungu. Amjue Mungu. Afundishwe kwa sahihi kuhusu Mungu. Ajipime kama anamfahamu Mungu, kwa sababu hata kama tutaanza kuzungumzia upendo, tutazungumzia upendo kwa kureflect namna Mungu alivyotupenda. Huwezi kupenda vizuri kama hujui namna Mungu alivyokupenda. Kama pendo la Mungu halijafunuliwa kwako, ufunua kumpenda mtu mwingine hauwezi kuwa wazi. Kama hujui namna Mungu alivyokusamehe, ufunua kumpenda mtu mwingine, kusamehe mtu mwingine haiwezi kuwa wazi. Kama hujui ulichokipokea wala hujui utakachokitoa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu katika Kristo kwanza ametupenda sisi na anatuwezesha tupende watu wengine. Na hilo jambo la msingi sana. Ile eneo la kujitambua ndo watu wengi wanajikwaa. Wanajikwaa kwa sababu either hatufundishi kujitambua au sisi wenyewe tutafuti maarifa ya Mungu anatutambulishaje. Kwa sababu changamoto leo ni kwamba watu wanatafuta utambulisho kwa watu wa aina mbalimbali. Dunia inatoa utambulisho. Huwa kidogo napata changamoto nikiona
kwenye semina zetu za vijana, na hao walimu wa vijana itabidi wanisamee kama wanaweza, kama hawezi pia potelea karibu, ya kwamba vijana wanafundishwa kujitambua makanisani kwa kutumia saikolojia. Na hasa kwenye Jumamosi tunapokujaga urafiki, uchumba hadi ndoa, kijana kujitambua, huwa tunajichanganya kwenye somo la kujitambua. Unaanza kumfundisha kijana ajitambue kama sanguini, phlegmatic, mambo kama hayo. Anajitambua kwa namna ya kutumia saikolojia. Mungu hatumii saikolojia kumtambua mtu. Utambulisho wa Mungu ni katika Kristo. Kristo anakuwa picha aliyeko mbele yetu ambayo unapaswa kujitambua kwayo. Sasa hiyo ni somo pana kidogo. Lakini pia vijana siku hizi wanajitambulisha kwa namna mbalimbali. Nenda Instagram ambao vijana wengi wapo. Nenda kaangalia kwenye bio. Ukipata muda pita kwenye bio zao pale. Angalia bio ya kijana mmoja, hasa jamii ya vijana ambao siku hizi wameingia kwenye mitandao ya kijamii, wanaitwa Gen Z. Kidogo millennial kama sisi hatutumii sana hivyo vitu. Lakini Gen Z wengi utakuta wameandika pale God fearing woman. Alafu born in October. Alafu anaweka pale nyota, Gemini, mapacha. Umeona hiyo yote ni utambulisho ujue. Tayari mtu anajitambua kama yeye nyota yake ni mapacha. Tabia ya mapacha wanakuaga na hasira za karibu. Hawadumu kwenye mahusiano. Nimetoa mfano, sizijui, nimetoa mfano. Hawadumu kwenye mahusiano. Kwa akiingia kwenye mahusiano tayari ana picha utambulisho alionao. Kwa ukimwambia tu kwa nini hujaja kunipokea? Anasema ndio imekuwa. Ndio sasa naacha, na amejiandaa kuachwa kwa sababu kuna utambulisho anao kwamba watu aina ya mapacha hawezi kuwa kwenye mahusiano. Nishangaa kuta interview moja mtu anasema mimi nilijua tu nyota yangu ni ya moto, na mimi nyota yangu ni ya moto, na yule ndugu ni maji, nilijua tu hatutaenda. Tayari mtu baada ya kuwa committed anatafuta convenience ya anytime acha. Kwa sababu ya nini? Utambulisho. Kwa jambo la kwanza ni kupata utambulisho sahihi. Naomba niseme vijana wanatakiwa kujitambua katika Mungu. Mungu ni nani na amefanya nini kwako. Baada ya utambulisho, swala la msingi, maisha yangu nilionayo yanafaa kumuongeza mtu mwingine kuanzia ufahamu wangu na hali yangu ya kimaisha. Je, huyo mtu mwingine anapaswa kuweje? Vitu kama hivyo. Kwa lazima kujiuliza like hivi nikijumulisha tu mtu kwenye maisha yangu, ninamleta tuteseke wote au namleta nina kitu cha kushare naye? Do I have a life to share or things to share or vitu kama hivyo, mpango, maono ya kushare na vitu, kwa sababu inategemea vitu vingi. Inaweza mtu hana vitu vingi lakini ufahamu wake tayari umeanza kujijenga kuelekea upande fulani. Vitu kama hivyo. Kwa kama havijakaa vizuri vitu kama hivyo, ni afadhali mtu remain single. Yeah, no need to mingle if your mind has not gone somewhere. Ufahamu wako hujaenda mahali popote, wewe unaanza kuteseka kuongeza mtu kwenye maisha yako. Kuna watu kabisa ni vizuri wakiwa single kuliko wakioa. Yaani wanafanya vizuri sana. Yeah. Kwamba akiingia tu kwenye mahusiano tunampoteza kabisa. Yeah. Lakini niseme kitu kingine. Kwenye uko kujitambua na nini, mara nyingi nasikia watu wakisema ni vizuri uanze urafiki, uchumba, uje kwenye ndoa. Labda ningesema hivi. Kuna kosa ambalo vijana walifanya. Very important, ninaomba waelewe. Mtu anamtafuta mtu, alafu anaanza kudate naye, waanze urafiki, waende kwenye uchumba, waje. Hii process huwa ni very complicated. Sababu mtu akikwambia anataka kukuoa na mfahamiane, basically hapo umeshamuandaa kucamouflage, kujificha. Yaani hiyo sikuwa na tabia yako. Ndio. Lakini nishakwambia nataka tufunge ndoa. Wewe ni mke wangu mtarajiwa. Tuishi kwanza tuone inakuaje. Kunionyesha true colors ni ngumu. Okay. Rangi halisi huwezi kunionyesha. Lakini ilipaswa jamii itengeneze mazingira rafiki kwa ajili ya watu kufahamiana bila kutaka kuoana.
Okay. Yaani pawepo mahusiano tu ya kijamii ya kawaida. Jamii, yes. Ili siku naamua kuoa mtu fulani, nishamuona anavyokula, anakula kwa spidi, anakula vibaya, anatumia pesa vibaya, nini na nini, au yuko. Kwa hiyo tayari ile jamii imeshaniwekea mazingira ya kuona wakati wa kuchagua, nasema mimi nimekuwa kwenye fellowship na huyu ndugu. Ndio. Kwa hiyo sio tunaanza sasa kuangaliana. Ndio maana wengi sasa wanadanganywa. Sababu the moment unamwambia mtu hamjawahi kuhusiana, tuanze. Hasa mambo ya infatuation. Unajua infatuation nini? Love at the first sight. Yaani unamuona tu dada, wow, naomba namba yako. Alafu tunaelekea wapi? Yaani nilipokuona kwenye daladala ninaona kama tunaweza tukahusiana. Alafu tunaweza kuwa mume na mke. Nimeona kabisa future with you. Daladala. Hapo ni saa 2 mmekutana, saa 8 mmeshamaliza, saa 7 mmekutana tena, mmedungunywana, saa 10 mambo ya ajabu sana. Kwa hiyo ilipaswa kuwepo na mazingira ya kawaida ya kufahamiana na kujuana ambayo hahusiana na nini? Hahusiana na kuoa au kuolewa, hahusiana na uchumba, ni just life. Maisha yanatakiwa utoe mazingira kama hayo, which is vijana wengi leo hawana. Yaani hawatengenezi ya mahusiano ya kawaida. Tukiwa shuleni tuwe na mahusiano ya wanafunzi darasani, tuna group discussion. Tukiwa kanisani fellowship, tunakutana, tunafanya kazi pamoja, tunaenda injili pamoja. Tunakuwa tunafahamiana kawaida. Kwa hiyo ukiniambia leo chagua mtu wa kumfanya mke, I just speak. Mimi namjua dada Neema pale. Tumekuwa tukienda naye fellowship, tukiomba naye. Namuona ni rafiki yangu ambaye naweza kuwa na marafiki 10 wasichana ambao tuko kwenye mahusiano healthy, ya afya kabisa, yes, ambao hahusiana na uchumba hadi ndoa. Kwa hiyo hii ya pili, kujitambua, alafu na kuwa na jamii ambayo haina changamoto, ina afya, ambayo kwenye kuchagua unaangukia tu kwenye miti iliyoko karibu ambayo tayari unajua ni salama. That's very important. Okay. Yeah. Apostle, yes. Nikupeleke tena hapa. Kwa sasa ni mambo yapi ambayo yanawasumbua vijana wengi katika mahusiano mpaka kupelekea kuumizana, mpaka kiasi kwamba wengine mpaka wanahama mpaka makanisa. Hivi ni shida ni nini? Ya kwa makanisa hiyo. Sisi wachungaji tunaanza kuumia tayari. Bora usingetaja bwana. Wow. Okay. Shida inarudi pale kwenye mazingira tulionayo. Okay. Tunaumizana kwa sababu ya ubinafsi. Binafsi. Tunaumizana kwa sababu hatuko tayari kujenga mahusiano yaliyo bora. Alafu tunaumizana kwa sababu ya kuiga pia. Mimi ninaanza kuwa na matarajio yasiyo halisi kwa mtu mwingine. Okay. So basically nikishindwa kuona matarajio, nitashindwa kuona kwa sababu nimeanza na matarajio yasiyo halisi. Halisi. Jambo la msingi ni maisha yalipaswa kuwa genuine, kuwa halisi. Okay. Tunaumizana kwa sababu tunapeana matarajio yasiyo halisi, pia tunadanganyana. Matokeo yake mtu baadaye anagundua amedanganywa. Kwa tayari anaumia, anaquit. Nimesema kingine, yale mambo jamii yetu imetengenezwaje kuruhusu mazingira rafiki kwa ajili ya watu kuhusiana. Makanisa yetu yametengenezwaje? Lakini mimi niseme jambo kama mchungaji. Mimi nashauri sana. Najua wakati mwingine ni complicated na nimeona watu wengi wakisumbua pia nikiwaeleza namna hii mara nyingi. Wakati mwingine kwenye kanisa la mahali, sijajua utaratibu wa makanisa mengi yakoje, lakini vizuri ndio kama umeamua kuwa unaoa, kabla hujaanza process yoyote, talk na mentor wako au na mchungaji wako. Okay. Ongea naye kwanza. Mara nyingi ukiwa kwenye frame wewe mwenyewe huwezi kujiona. Okay. Anakuona mtu aliyeko nje ya frame. Si ndio Ukiwa kwenye uko ukutani huwezi kujiona, ndio maana kwenye kioo. Ukiwepo na mtu wa tatu aliyekutangulia, mara nyingi anakusaidia kwenye maamuzi yenu. Ndio. Nakumbuka wakati sisi tunaanza tumepanga kuwa mke wangu alikuwa rafiki yangu kabla hajawa mke wangu, kabla hajawa mchumba wangu na eventually mke wangu. Tulipoamua kwamba hii ngoma tunaibeba, tukaenda kwa mentor. Mtu ambaye alikuwa ni mshauri wangu wa karibu. In fact walikuwa watatu. Mentors walikuwa watatu. Mmoja alikuwa rafiki yangu, mwingine alikuwa ni mtu ambaye ananipenda sana, anataka nifanikiwe kwenye huduma, amekuwa akinishauri,
Kwa hiyo nikaenda kwa huyu, nikamweleza na huyu, nikamweleza na huyu. Kwa hiyo tayari tulikuwa na mageti matatu yanayotulinda. Kwa tukitaka kuvunja geti inabidi niweze kuwaelezea hawa watu watatu. Okay. Kwa nini nimeamua? Yaani hilo jambo inabidi liwe hatari sana. Na kama mimi hapa naenda kunyongwa na huyo mdada. Kwa hiyo inabidi mpaka niwaeleze, inabidi hiyo jambo la hatari. In fact kuna wakati tulikorofishana kidogo. Akasema tukaongea naye na mmoja. Alipoongea akatuonyesha nyinyi ni wajinga kiasi hivi. Unaweza ukataka kuacha mke mzuri kwa sababu ya jambo la kuchekesha kabisa. Jambo la kuchekesha kabisa. Alafu nakuta huo ugomvi umetokana na ushauri mzuri aliokuwa anakupa, lakini ukawa na nini? Kiburi. Ukashindwa kuona kwa sababu wewe ndio uko kwenye frame. Hakuna anayekuona kwa nje. Kwa hiyo yale mazingira wewe yanasaidia kuepusha makosa. Sasa vijana wengi wana mahusiano ya asiri. Okay. Mahusiano ya kukutana kwenye kona ambayo hakuna mtu anayewaona. Mahusiano ambayo hataki mtu yeyote ajue, hataki mchungaji ajue, hataki mama ajue. Hataki kanisa lijue. Sasa no. Ndio maana anawaambia siku hizi mabinti, vijana, kama mko serious nataka kwenda na umeshaona huyu ndiye, why don't you make it public? Kwa nini usifanye ikawa wazi? Kwa nini unaficha? Unaficha nini? Kwa nini unataka iwe siri? Unauza madawa ya kulevya? Nyie ni genge la wahuni. Kama ni mahusiano, why are you not free to share? Kwa hiyo mimi naonaga vijana ambao wanateseka zaidi kwenye mahusiano na kuachika na kusababisha mgongano kwenye kanisa ni wale ambao hawana usaidizi. Okay. Wanataka kwenda wenyewe kwanza, waharibu ndo waje kuomba msaada. Kwa hiyo if they are willing to go, washirikishe kwa sababu wale wanapata msaada kwa urahisi zaidi. Hilo jambo la msingi sana. Okay. Yeah. Apostle nipeke hapo. Ni namna ipi au aina gani ya mahusiano kwa kijana mcha Mungu anapaswa kuwa nayo kulinda utakatifu? Jambo la msingi sana ni maamuzi ambayo kijana anatakiwa kufanya. Ndio maana nikasema mwanzoni Mungu ni baba yetu ambaye haonekani. Unajua ni rahisi zaidi mtu kumficha Mungu kuliko kumficha mwanadamu anayemuona. Okay. Ikishatambulika kwa watu ni level moja hapo ya ulinzi. Wakati tunaingia mahusiano, sasa this is my experience, that's fine na watu wengine. Wakati tumeamua, nikisema tunaingia mahusiano, sijui inakuaje kwa sababu tayari tulikuwa tunahusiana, tulikuwa na marafiki na Neema kabla hajawa mke wangu. Jambo la kwanza tulofanya ni kwenda kwa huyo mentor ambaye niliwaambia. Na alikuwa na busara ya ajabu sana. Kwanza alitupeleka mahali pamoja na mke wake, wakatuongelesha. Kitu kimoja alichosema ambacho I will never forget that. Na hiyo ilitusaidia sana. Alitupeleka mahali fulani nyumbani kwake karibu na sehemu kwenye mto. I will never forget hiyo experience, haiwezi kutoka. Kwa sababu mazingira yake yalinifanya nikumbuke namna alivyofanya. Kwenye wakati maji yanatiririka kwa taratibu, akasema maneno ya ajabu sana. Akaniambia, shemeji, mimi nakuamini. Akasema, Neema, mimi nakuamini. Akasema, lakini siamini miili yenu. Kwa hiyo msitengeneze mazingira ambayo mambo kama hayo yanaweza kutokea. Dawa ya ukizungumzia kutunza utakatifu, inajua mara nyingi sisi tutawaza uzinzi, hatuwezi kwenda mahali na uasherati, vitu kama hivyo. Dawa bora kabisa ya hiyo ni kutotengeneza mazingira. Okay. Zinaa hailindwi kwa kuweka Biblia katikati. Lala hapa ni lala hapa. Mtaikuta chini ya kitanda kama au mbali kabisa nje. Ndio. Hiyo ya kusema mimi najua nitakuwa hapa na nini ni kuzuia mazingira. Sasa kama vijana tayari unajua dawa ya zinaa ni kuikimbia. Ndivyo Biblia inafundisha. Sio Agano la Kale wala Agano Jipya. Inafundisha kuikimbia, ikimbieni zinaa. Kwa sababu mwili wako umeumbwa na Mungu kurespond kwenye mazingira ya aina fulani. Ukaa na mtu tu anakuambia baby you know I love you so much, anakushushia na sauti, unafanyaje pale? Mwili una respond. Unasema lakini sisi tumeokoka. Mnaanza hapo, mnaanza mabusu, mnaanza nini? Mnaanza kushika kichwa, unashusha mikono, unakuta maji yamemwagika. Mambo yasharibika. Nini kimetokea? Ni kwa sababu mazingira. Mkiwa kwenye mkutano mahali ambapo ni public, mnaongea mambo yenu,
labda mko kwenye hoteli fulani ambapo ni public, mmekaa pale kwenye kona, sio pale kwenye hoteli unatafuta kwenye kona mahali pa wawili. Hicho mnachokitafuta mtakipata. Ndio. Kwa ni kuepusha tu mazingira, kwa sababu sehemu kubwa ipo kwenye hilo, kuanguka kwenye nini, fornication, kwenye uasherati, ambao njia rahisi kabisa ya kuepuka hiyo ni avoid mazingira. Yani kama utaki mbu karibu na nyumba yako, kata nyasi. Okay. Fukia vifuu. Kama utaki nzi, safisha mahali, usitengeneze mazingira. Usianze kuwapiga nzi, waondoa tu kinachowaleta. Okay. Hiyo ndo njia bora ya kudili na mazingira, kulinda utakatifu. Kwa hiyo epuka mazingira yatakayosababisha. Kwa nini mtembee wawili usiku wa manane? Kwa nini mtu akutembelee kwenye geto lako saa 2 usiku wakati uko peke yako? Ninakuja tu, usijali, wote tumeokoka. Utaamini. Yaani utaamini. Sio kwamba hamjaokoka, lakini miili yenu inaweza ikarespond mazingira mlioweka. Kwa hiyo ni vizuri tu, njia rahisi kabisa ni kuepuka. Lakini pia kuepuka mazungumzo yasiyofaa. Sababu kila aina ya ubaya huwa unaanza kwa maneno. Huwa mnaongea nini? Picha mnazo share. Ndio. Kingine ni mitandao ya kijamii. Unafuata page gani? Wewe umefuata mapeji ambao kila wanachoposti kila siku ni watu wako nusu uchi. Response yako utaanza kujenga picha. Hasa wanaume. Mimi najua kama wanaume, siwezi kueleza wanawake vizuri, lakini wanaume wanaanza kwa picha. Kwa the moment anakuwa exposed kwenye picha za aina mbalimbali, anaweza akataka kutimiza yale anayokuwa anayaona. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo ukiyaepuka, unaepuka matokeo ya aina fulani kwenye maisha. That happened hata kwenye maeneo mengine yote ya maisha. Usilishe usichokitaka. Ndio. Inyime chakula kile ambacho hakitaki, kilishe unachokitaka. Kwa maana spend muda kuomba, kujaza neno la Mungu, nenda uinjilisti, hudumia wanafunzi, na furahia program zako za kwenda kwenye shule za sekondari. Hiyo za keep busy. Yaani muda unaandaa kwenda kufundisha kule, huwezi kuanza kwenda kuzini kwanza ndio ukafundishe. Kwa yale mazingira yana keep busy kwenye mambo ya msingi. Huko duniani wanasema cheza michezo, lakini sijui na nini. Well, michezo ni mambo mazuri, lakini nikiwa na program ya kuwafikia wanafunzi kila siku, ninakuwa kwenye ushirika na Mungu wa kumtumikia muda wote. Kwa hiyo unaepuka mazingira kama haya. Yes. Apostle. Yes. Siku hizi vijana wanawaambia mabinti nizalie kwanza ndio nikuoe. Hivi unadhani kwa gani tumefikia huko? Natamani kuwauliza hata mimi. Sasa nizalie kwanza ndio nikuoe, baada yake nini? Naona kwanza uhuru umezidi. Hilo neno halitaki kutokea hata kabisa. Lakini lazima, ukiona moshi kuna moto mahali. Yes. Labda tungeuliza shida ni nini. Lakini I can tell you kuna changamoto ya uzazi pia siku hizi. Na ndio maana wengine wanataka watesti kwanza. Kwa hiyo nini kinasababisha changamoto ya uzazi? Sasa ni mambo mengi sana. Mambo ya udaktari, mambo ya vyakula tunavyokula, mambo ya hormones. Hivyo ni vitu ambavyo vingine ni vya daktari, vingine ni ujinga tu, kwa sababu wale wote wengi walioambiwa walizaa kwanza, wengi hawajaolewa. Kama tuna masingo mother wengi. Mimi siwezi kwa judge masingo mother, najua kabisa ni watu Mungu anawapenda. Lakini mazingira kama hayo yatawatengeneza. Mungu pamoja na kwamba anakupenda, ila consequences ya matokeo ya ulichokifanya utayaishi. Na wakati mwingine utaishi kwa mateso zaidi. Kwa hiyo sasa utakuwa na wewe mjinga ukikubaliana na hicho. Kwa ukitaka kuona sababu ziko wide. Labda mtu mmoja aseme ni kipi. Lakini naona kuna changamoto za uzazi. Lakini nyingine ni kwamba mtu sio kwamba anataka umzalie kwamba anataka mtoto. Anataka tu kukuchezea. Na watoto wa mjini siku hizi wanaongea maneno mazito sana. Mtu anakuambia siwezi kuziwa mbuzi kwenye gunia. Nikamwambia dada mmoja, mtu akishakwambia maneno kama hayo muache.
Kwanza kwa nini akufananisha na wewe, akufananisha na mbuzi? Mtakatifu wa Bwana, mtu anakuita mbuzi. Huwezi kuzuia mbuzi kwenye gunia. How did you go far kuanza kuniita mimi mbuzi? Kwa hiyo kuna changamoto za mazingira ya aina hiyo, ambao mengine sababu labda tuwaulize, wewe shida yako hasa ni nini? Sasa mimi sijafanya research ya kutosha kwa yale maneno yamesemwa kwa sababu gani, lakini huwezi kukosa kwenye uzinzi na uasherati. Mtu anataka kutimiza tu tamaa yake, lakini kama ingekuwa ni kweli, basi watu wote waliozalishwa wangeolewa. Sasa huwezi kulivunja neno la Mungu ili upate matakwa yako. No. Neno la Mungu linapaswa kuheshimiwa kama neno la Mungu. Mapenzi kabla ya ndoa ni dhambi. Na Mungu akiita kitu dhambi, opinioni yako haina maana yoyote. Hata ukiiremba unavyoweza. Mungu amesema no, it is no. Na Mungu akisema no, sio kwa sababu anakunyima vitu vizuri. Kama Mungu anakubania sana, kwamba Mungu anasikia raha ukipata raha, anasikia hasira ukipata raha. No. Ni kwa sababu anakulinda kwenye emotional damage. Changamoto za kihisia utakazozipata ikiwa kile kitu hakitatokea. Kwa mfano, watu ambao wamehusiana kingono ni rahisi zaidi kuumia wakiachana kuliko watu ambao wameshirikiana tu hela. Okay. Kwa sababu dada anaanza kulalamika, amenichezea. Okay. Anawaza mimi nilikuwa bikra, ameondoka nayo. Anawaza nitamjibuje ajaye. Sasa tumjue ajaye yukoje. Ndio. Kwa changamoto kama hizo. Kwa hiyo kwa nini ufike mahali pa kuumiza hisia zako baadaye namna hiyo? Kwa usalama huko kwenye nini? Kama Biblia ikisema iache hii, namna nzuri ya kufanya nini? Ni kuiacha. Sio kwa sababu Mungu anakunyima starehe, sababu Mungu anakulinda. Kwa maagizo yote ya Mungu ni ulinzi kwetu. Okay. Yeah. Apostle, hatuwezi kuzungumzia mahusiano kwa vijana bila kugusia swala zima la ukatili. Unaongelea kwenye mahusiano ya vijana. Unakuta wengine wanapelekea mpaka kuuana. Yaani wengine wanapigana, yani wanafanyana vitu vya ukatili. Hivi unadhani shida ni nini mpaka watu wanaenda kwenye ukatili, kutoka kwenye mahusiano mpaka kwenye ukatili? Shida ni nini? Kwenye Mathayo 19 Yesu aliuliza swali. Na akauliza, je, ni sawa mtu kuacha mke wake kwa sababu yoyote ile? Yesu akasema haikuwa hivyo tangu mwanzo. Mpango wa Mungu sio ukatili. Okay. Mpango wa Mungu ni upendo. Watu wakishindwa kuenenda katika upendo ndio wanafanya mambo hayo yote. Kwa jambo la msingi ni watu wengi sana either hawajapokea pendo la Mungu au hawajakuwa katika pendo la Mungu. So pendo la Mungu cha kwanza linasamehe, halioni uchungu, haulipizi baya kwa baya. Kusoma kwenye Wakorintho wa kwanza 13. Sasa kama watu hawaja groomed katika pendo la Mungu, ndio wanalipizana kisasi. Kwa sababu Biblia inakataza kabisa kulipa kisasi. Mtu amekutenda, mwache kama unaona hauwezi kwenda naye, kuliko ufanya nini? Kumuua. Ndio maana nitasema hivi na ninaomba ieleweke. Musa aliweka hati ya talaka kwa sababu ya ugumu wa mioyo. Ina maana Mungu hakutaka watu waachane. Lakini anasema kwa sababu ya ugumu wa mioyo Musa amewaruhusu. Kwa kama unaona huwezi kwenda na mtu, usimuue, muache. Ina maana ni afadhali zaidi kuacha kuliko kuua. Okay. Yaani ikiwa umeshindwa kwenda kwa sababu ya ugumu wa mioyo, aidha mlionao wawili au mmoja, basi ni heri zaidi kuacha. Sio kama Mungu anapenda kuachana. Ni kwa sababu damage ya kuacha ni ukubwa wake haufanani na damage ya kuua. Yaani wewe ukiachwa utapona na utamtumikia Mungu. Ila ukiuawa tumepoteza asset kubwa kwenye taifa. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ndio maana Musa, sio kwa sababu ni mapenzi ya Mungu. Wao kuna vitu tunaviita mapenzi makamilifu ya Mungu, alafu kuna perfect will of God na permissible will of God. Kiswahili chake sasa. Kuna mambo ambayo hakika haya ni mapenzi ya Mungu. Okay. Na kuna mambo ambayo Mungu anayaruhusu, lakini sio kwa sababu alichokuwa anakitaka. Narudia tena. Kuna mambo ambayo ni mapenzi makamilifu ya Mungu. Kutokuachana ndio Mungu anataka. Hiyo ndio nia ya mahusiano ya aina yoyote.
Lakini kuna wakati Mungu anaruhusu kuachana kwa sababu kuwa pamoja ni hatari kuliko kuachana. Okay. Sasa hili ni jambo la msingi ambalo inabidi tuliangalia hata kwenye mazingira ya talaka. Yanakuja kwa sababu kuwa pamoja ni hatari zaidi. Mnalala na visu. Ni afadhali ulale nyumbani kwenu kuliko kulala na mtu ambaye amelala na visu. Yeah. Apostle, yes. Hapo kwenye umegusia kidogo hapo kwenye nini kifanyike kuzuia ukatili huu. La kwanza nimeona umeenda kule kwa ambao kwenye swali ambalo nilikuwa nataka nikuulize. Kipengele cha kwanza umesema ni heri aondoke. Nataka umuelezee yule kijana ambaye anatutazama sasa hivi nini kifanyike ili kuzuia ukatili huu katika mahusiano ya vijana. Jambo la kwanza, masuala yake mazito sana. Maana kuzuia ukatili inahitaji process kubwa sana. Ndio. Huko inaingia serikali, inaingia wazazi, inaingia jamii, tunaingia na sisi wachungaji. Ndio. Tunafundisha nini vijana? Okay. Kuhusiana na mahusiano. Lengo la mahusiano, tunafundisha nini vijana? Tunawaambia nini? Kwa nini wanaoa? Wazazi tunawaambia nini? Vijana kwa malezi. Kwa alafu na nafasi ya serikali. Kuna mambo yakitokea haiwi tena ya dini peke yake. Kwa mfano, ikishafika swala la ukatili, serikali inaingilia ndani. Hasa inapotokea threat za kuua mtu au kuua mtu kweli. Kwa habari ya wachungaji, ningesema tuwafundishe watu neno la kweli. Tuwafundishe vijana kumfahamu Mungu, kufahamu alichokifanya katika Kristo, ili iaffect mwenendo wake. Wanaweza wakachelewa kukua, lakini wakikua watakuwa imara zaidi ikiwa wanafundishwa kweli halisi. Kama ambao Paulo anasema kwenye Waefeso 4, naye alitoa wengine kwa mitume, wengine kwa wachungaji na wainjilisti, na wengine kwa manabii, na wengine kwa wachungaji na wainjilisti, na wengine kwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, kazi ya huduma itendeke. Akasema hata na sote tutakapofikia umoja wa imani kwa kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata tutakapofikia cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Akasema ili tusiwe tena watoto wachanga. Kwa hiyo mtoto mchanga kwenye imani ndio anayetafuta revenge, anayetafuta kisasi. Lakini mtu aliyekomaa katika imani anasamehe uchungu wote na ghadhabu na matukano na kila namna ya ubaya iondoke kwenu. Mkaenende katika upendo, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Ina maana ufunuo wa namna Kristo alivyokifanya ndio unaozaa mwenendo wenye matokeo ya kiungu kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo tukija kanisani tunawafundisha nini hawa watu kuhusiana na watu wengine? Huwa nawaambia vijana wakati wanafunga ndoa. Anasema hivi, ukishindwa kabisa kumpenda mke wako kama mke wako, hebu mpende kama dada katika Kristo. Okay. Ukishindwa kabisa kumpenda mume wako, kama mume wako, hebu mpende kama kaka katika Kristo. Kuna namna tu ukishajua huyu mtu ana roho wa Mungu, huyu mtu ni muamini mwenzangu, sio tu kabla hajawa mume au mke. Tayari ni ulinzi, geti la kwanza la kutokufanyia mabaya. Kwa unaanza kumtunza mwenzako kama vile unamtunza Kristo. Unaanza kumheshimu mwenzako kama vile unamheshimu Kristo. Kwa tunaanza kwenye nyumba za ibada. Tunawafundisha nini hawa watu kuhusiana na namna Mungu alivyofanya na namna anavyopaswa kuwafanyia wengine. Lakini kuna limitation. Utawafundisha watu na wanaweza wasifuate unachokifuata. Hiyo sasa serikali itaingilia. Utakuwa kwa sababu unaweza ukawa na mwalimu mzuri sana na bado ukakuta kwenye hilo kusanyiko lenye mwalimu bora wa neno la Mungu kuna Yuda Iskariote. Sikuwahi kuimagine ya kwamba katika huduma ya Yesu angepatikana Yuda Iskariote. Mwizi kabisa ambaye Bwana alikuwa anajua anaiba. So lakini Yesu alijitahidi kufanya kazi yake vizuri. Alifundisha wale 11 ambao waliendelea, hawakujinyonga kama mwenzao. Kwa hiyo sisi kama watumishi tunatakiwa tuwe na bidii ya kufundisha kweli ya neno la Mungu. Kweli yote maana yake nitafundisha alichokifanya Kristo na nitafundisha wanapopaswa kuenenda katika Ukristo. Hayo ni mambo ya msingi sana. Okay, Apostle. Yeah. Sasa wakivuka hapo sasa kuwa kama Yuda Iskariote baada ya kufundisha, serikali ina namna yake ya kuwashughulikia. Okay. Yeah. Nikupeleke hapo kwenye hili swali la
Naelekea mwishoni Apostle. Maana maswali ya leo naamini hata kijana anayetufuatilia sasa hivi kwa ameanza kupata vitu. Okay. Vijana wengi kwa sasa wanaogopa sana kuingia kwenye ndoa. Hasa wakiangalia ndoa nyingi za vijana zimejaa migogoro, wengine mpaka inafika stage ya kuachana. Wewe hili Apostle unasemaje? Jambo la kwanza, ndoa sio copy paste. Okay. Rudia tena. Ndoa sio copy paste. Mke wangu wafanane na wanawake wengine wote. Okay. Kama mimi nimeangukia kwenye kimeo, haina maana na mwanaume mwingine ataangukia kwenye kimeo. Kama mke wangu ameangukia kwenye kimeo, haina maana wanawake wengine pia wataangukia kwenye kimeo. Ina maana watu hatufanani na ndoa zenyewe hazifanani. Sababu ni watu wawili wanaokutana kutoka kwa jamii mbili tofauti. Mke wangu ametoka kwenye jamii ya Kichaga, mimi natoka kwenye jamii ya Kimasai. Hiyo tayari ni tofauti yetu ambayo tunadili nayo sisi wawili. Alafu nakuta wewe mwingine Mnyakyusa na mwingine Mpare, hiyo tayari tofauti wanapambana nao wenyewe. Hizi ndoa haziwezi fanane. General rule ya ndoa zote ni upendo. Kwa hiyo hofu mara nyingi ni matokeo ya taarifa. Wameambiwa nini? Ndio. Niwatie tu moyo kwamba ndoa yangu sio ya kwako. Mke wangu sio mke wako. Cha muhimu ni kwamba fanya yale mambo sahihi. Ikiwa itatokea changamoto, sio kwa sababu umefanya blanda. Unaona? Huwa anasema hivi, kama mtu hajajiandaa kuolewa, usimwoe. Kama mtu hajajiandaa kuoa, asioe. Asubiri, ajijenge kama tulivyosema yale mambo juu pale. Okay. Ajijenge kwa maana ya kujitambua yeye mwenyewe katika Mungu, kujitambua katika maono alionayo na direction na maisha anayoenda, ili sasa amkaribishe mtu mwingine. Okay. Kwa hiyo niwaambie tu, hofu inakuwepo tu kama utaendelea kukosa taarifa sahihi. Lakini kingine ni kwamba tuna takwimu za mambo mabaya kwenye jamii. Huwa hatupewi takwimu za mambo mazuri. Okay, ikitokea ajali ya basi leo. Kwa mfano sasa hivi kuna vita. Ndio. Kuna vita mashariki. Lakini hakuna mtu anatuambia kwamba leo tangu asubuhi tumeamka hatujasikia bomu. Na nchi ngapi leo zimeamka hazijasikia bomu? Ila tunaweza kusema dunia imefika mwisho, mambo yaliyotabiriwa yanatimia, kwa sababu tuko na nchi mbili tatu zinapigana. Kwenye nchi 250, sio 200 na ngapi duniani sasa hivi, zina utulivu. Taarifa mbaya huwa zinatembea kuliko taarifa nzuri. Kwa mfano, kwa siku basi likitokea ajali ya basi, kati ya mabasi 1000 yaliyotembea leo ikatokea moja, ni rahisi watu kuogopa kesho kusafiri. Wakati kuna mabasi 999 yaliyofika salama. Kwa nini tunakuwa tuna focus mara nyingi kwenye negative? Kwenye basi moja lililoanguka? Kwa nini tusicherish, tusifurahie ndoa zingine zinazoendelea vizuri? Kwa hiyo iko hofu kwa sababu when a negative thing happen, kila mtu anataka hiyo ipaizwe. Inapata subscribers wengi, followers wengi, inapata comments nyingi. Lakini mimi nimepost picha ya namna mke wangu anavyonipenda. Nobody is saying anything. Lakini ikitokea vuru, hiyo kila mtu anataka kujua na hofu inaingia. Kwa hiyo naomba niseme tu, kama kuna ndoa zenye changamoto, kuna ndoa pia ambazo hazina changamoto. Okay. Kwa hiyo haina haja ya kuogopa. Kwa jambo la msingi ni jiandae vizuri. Apostle, kwa mtazamo wako, ni kweli talaka zimeongezeka miongoni mwa ndoa za vijana? Mimi sio mtu wa research. Ndio. Kwa hiyo siwezi kujua ni asilimia ngapi. Okay. Kwa hiyo ningejua utafiti, labda nione. Lakini mwanzoni nilisema kuna changamoto ya kutovumiliana, ambao wazazi wetu hawakuwa na hiyo shida. Kwa hiyo, lakini pia kuna taarifa chache ambazo sijui kama kwa wingi iko namna gani. Yangu siku hizi unaambiwa unakuta ndani ya honeymoon watu wameachana. Okay. Hizo zipo. Ambazo siwezi kudeny.
ndani ya honeymoon. Watu wamechaguana wenyewe na wakaachana wenyewe. Honeymoon. Yani honeymoon wanaachana, yani ndo wako kwenye fungate kabisa ile, lakini unasikia ngoma imefumuka kabla hajarudi nyumbani. Nini? Kwa takwimu sijui kwamba imeongezeka kwa kiasi gani, kwa sababu sijafanya utafiti wa kutosha kwenye hilo. Labda data inaweza kusaidia, lakini taarifa za ndoa kuvunjika mapema ni nyingi sasa hivi kuliko miaka ya nyuma. Wazazi wetu, yani kusikia watu wameachana ilikuwa ni changamoto sana. Talaka ilikuwa ni ngumu sana. Kwa nini? Kwa sababu ya mazingira ambao watu wanajitoa. Ukiaga nyumbani kwenu, unakuwa umeaga vizuri sana. Yani unaaga na hawakutarajii kurudi. In fact, wazee wetu kidogo hata ulikuwa ukirudi unarudishwa. Mimi nimeona hiyo kwenye familia zetu kijijini. Yani hakuna nafasi, yani nafasi yako nyumbani inagawanywa. Lakini siku hizi wazazi pia wanawaambia watoto, binti yangu nenda, ukipigwa rudi nyumbani. Sasa unaenda wakati unajiandaa kurudi. Kwa hiyo hakuna ile, hatuendi kumend kama kutakuwa na vitu viko vimevunjika, hatuna mpango wa kujenga. Yani kusema tu umenifokea mimi na kwangu na kwetu. Sasa kwenu ni wapi? Yani umekuja ukiwa unawaza bado kwenu. Labda tutumie yale maneno ya mwimbaji wa Zaburi kwamba sahau nyumbani kwenu. Toka moja kwa moja. Toka moja kwa moja. Ukienda kule unasema hii hapa, kuna neno moja ambalo niliwahi kupost, niona mtu amepost na mimi nikaipost. Asema wakati mwingine inabidi useme mke wangu lala vizuri, kesho tuendelee kurekebisha. Kwa hiyo sio makosa yakitokea ndo unaanza kutafuta nguo zangu ziko wapi, begi liko wapi. Kwanza kabisa mtu anapoingia kwenye ndoa awe na uhakika kwamba atakoseana, la sivyo watu wanafiki, mmoja awe mnafiki au wote mwe mnafiki. Lakini primarily kuna msamaha kwa sababu kuna kukoseana. Mtu mmoja akasema sisi kwenye ndoa yetu hatuna mpango wa kusameheana kwa sababu hatuna mpango wa kukoseana. Hiyo ni vichekesho, unaipa muda tu. Vichekesho kama hivyo vipo. Hiyo ni Comedy Central. Yaani unajua wakati mwingine kukoseana hata si kwa sababu ya kusudia. Si kama unaelewa? Ndio. Hata yani unaweza kufanya jambo zuri mwenzako akalipasifu tofauti na ulikuwa na nia hiyo. Akiulizia anagundua kumbe ulikuwa na nia hiyo nzuri. Kwa kukoseana kunaweza kuleta na mambo mengi. Lakini Mungu anatuweka pamoja tukiwa na nia ya kujenga ili idumu. Yaani hapo umenifurahisha hapo kwenye mtu kurudi kwao. Kisha kwa babangu. Baba kabla dadangu hajaolewa au mimi sijachumbiwa alituambiaga sebleni. Yaani mtu hapa akiolewa kuna kurudisha miguu nyumbani. Yaani usirudishe miguu nyumbani. Sasa unasikia hata kwenye harusi siku hizi. Mtu kabisa unaona mzee anaongea, mama anaongea, binti yangu ukipata shida nyumba yako bado ipo. Na mama kabisa anaongea kwa ujasiri, unafikia ameongea point. Kumbe ameongea matope kabisa. Nyumba yangu bado, nyumba ipo, sehemu yako ipo. Huyo hajaaga nyumbani. Huyo ameenda, yani that's very bad. Kwa actually vijana waliopo wamelelewa vibaya namna hiyo. Mtu anakuambia ni kiburi tu kwa sababu mtu ana hela nyumbani na nini. Kwa anajua naweza kukulea, rudi tu nyumbani. No, mahusiano yapo kwa ajili ya kujengwa, ya dumu. Hayapo kama test. Huwezi kutesti mahusiano na mtu kama anafanya kazi. Unaenda ukiwa umejitoa. Mahusiano sio convenience. Mahusiano ni commitment. Sasa vijana wengi commitment ni msamiati kabisa. Yani wanaona kama vile hata wanapoanza tu kama unipi au unipendi, yani mtu kaili anakuwa binafsi, hamjaanza hata chochote. Sasa sijasema unipi nini, lakini washakuwa shaelewa. Mtu anajiandaa kujikusanyia kipato, kujikusanyia mahitaji yake. Kutunza, yani mtu unajua upendo wa kweli ni pale ambapo unaenda kupeleka msaada. Huo ndio upendo. Ukienda kama vile umevunjika mikono, yani yatima, unaanza kusaidiwa, yani na hisia zangu. No. Ukienda kwanza ukiwa unamuwaza mtu mwingine. Go there to help, not to get helped. Nitakusaidia
uweze kumtumikia Mungu, nitakusaidia. Yaani mtu kabisa nafurahi siku hizi ukisikia vijana wanavyotamka vile viapo vyao. Yaani wanaona kabisa ili tuweze kumtumikia Mungu pamoja. Hiyo nia inakuwepo pale. So that's very important. Tufanye nini ili kuzuia hali hii kabisa ikapotea kabisa? Nizungumze kama mchungaji kabisa. Sawa. Mimi sio mwanasiasa. Tufundishe vijana vizuri sana. Wala tusiogope kuwafundisha. Okay. Sio tuwafundishe tu mahusiano, tuwafundisha neno la Mungu kwa usahihi wake. Biblia ichambuliwe kwao. Yale maneno ya Mungu yana nguvu ya kuongoza watu. Wachungaji wafundishe vizuri. Wazazi wawe mfano kwao. Sasa kwa sababu mifano mingine inatoka kule nyumbani, wanaiga kutoka kule. Jamii yetu itengeneze mazingira ya malezi sahihi kwa vijana. Walimu shuleni wawe picha nzuri kwa vijana. Sababu kinachoharibu sasa hivi vijana, unakuta walimu shuleni wanaharibu, unakuta nyumbani pia wanaharibu, kanisani pia wanaharibiwa. Kwa angalau kuna sehemu ambayo tunaweza tukacontrol. Sisi kama wachungaji tufundishe vijana. Tusiogope kuwafundisha. Vijana wengi hawafundishwi neno la Mungu, wanafundishwa motivation tu. Wanafikiri vijana wanahitaji utajiri tu peke yake. Kwa tunaambiwa tu magari, manyumba, vision, kufika ulimwengu, kuwa na makampuni makubwa. Lakini una makampuni makubwa lakini una broken relationship, una mahusiano yasiyodumu. Bado stress iko pale pale. Kwa hiyo kama neno la Mungu likichambuliwa kwa usahihi wake, lina uwezo lenyewe kupenya kwenye mioyo ya watu na kuwabadilisha na kuimarisha. Ndio namna ya kubadilisha nia zao ili zisifanane na ulimwengu. Paulo kwenye Warumi 12 anapozungumza habari za kubadilishwa, renewing of the mind, alikuwa anazungumza mtindo wa kiungu ambao haufanani na mtindo wa kidunia. Badala influencers kwa influence, tuanze kwa influence kwa neno la Mungu. Pale ukisoma kuanzia chini kwenye Warumi 12, Paulo ameelezea vitu vya msingi ambavyo ulimwengu haukubali. Watu wengi wanabaki kwenye ule mstari tu, mstari wa kwanza na wa pili, toeni miili yenu iwe dhabihu takatifu ndio ibada yenu yenye maana, mkigeuzwa pia. Angeendelea kule chini, amezungumza mpaka ushirika kwenye kanisa la mahali, namna ambavyo wanatakiwa kutambua nafasi na neema za watu wengine, namna ambavyo wanatakiwa kudumu katika kuomba. Hayo ni mambo yote ya msingi. Katika tumaini mkisubiri, katika kusali mkidumu, mpaka kulipiza kisasi kule chini ameelezea. Kama mtu angesoma tu Warumi 12, angegundua ya kwamba kugeuzwa nia sio somo la sio kubadilisha tu mavazi. Lakini ni total life change. Mtindo wa Mungu ambao sio wa kidunia. Kwa hiyo kama kuna haja ya kukopi kwenye ulimwengu, angalia kama unakopi kitu sawa sawa na nini? Na neno la Mungu. That's very important. Okay. Apostle, upi wito wako kwa vijana wanaokutazama muda huu? Ninawaambia vijana jambo la msingi sana katika ulimwengu wote. Kuna opinions nyingi. Kiswahili cha opinion nini tena? Kuna mawazo mengi. Hata mimi na mawazo yangu nisipoangaliwa vizuri. Lakini kama tukiamua kujilinda kwenye neno la Mungu, ulimwengu unavyoendelea, teknolojia inavyobadilika, lakini sisi tuwe na msingi katika neno la Mungu. Tufahamu ya jambo la kwanza kwamba Yesu alifanya nini kwa ajili yetu, ili tuweze kujua tunafanya nini kwa ajili ya watu wengine. Jambo la kwanza, Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Hilo ni jambo la msingi. Ametuonyesha upendo, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila amwaminie asipotee. Hawa ni mawazo ya Mungu. Ukienda, hiyo ni Yohana 3. Ukirudi kwenye waraka wa Yohana 3 hiyo 16, Yohana tena anazungumza namna ambavyo Mungu ametupenda na ambavyo tunapaswa kuwapenda watu wengine. Kwa hiyo ina maana ni vizuri zaidi sisi vijana, wakati ulimwengu unatutarajia kwamba sisi tutaanguka kwa sababu ya madhaifu ya vijana ambao wamekuwa public. Watu wanasema vijana hawa wamepotea, Gen Z wamepotea, sijui nini imepotea. Sisi tujikite kwenye neno la Mungu. Tumjifunze Mungu. Vijana waanze kurudi kwenye Bible study. Warudi kwenye fellowship kuchambua maandiko. Warudi kwenye ile marathon ndefu za kusoma Biblia. Waache tu hizo za kurukaruka. Huyu Yesu ni baba. Na hiyo doze. Angalau tuongeze mikesha, sio ya kuimba, mikesha kujifunza neno la Mungu. Kama lile ambalo Paulo alipika kwenye Matendo 20 mpaka Yutiko akadondoka na akamfufua akarudisha darasani. Unakula, unaendelea na shule mpaka asubuhi. Turudishe mikesha ya kujifunza neno la Mungu na mikesha ya maombi. Tutabadilika tu kwa sababu neno la Mungu pamoja na maombi
yatatusaidia sana. Mitume wakasemaje? Sisi tutabaki katika kulihudumia neno na kuomba. Kama kijana akijitoa kwenye maeneo hayo mawili, neno na kuomba, atasaidika sana. Matokeo yake tutamwona akitumika kwenye kanisa la mahali, akitumika nyumbani kwao, akitumika kwenye taifa lake. Atakuwa na impact. Lakini msingi huo kwenye vitu vingapi? Viwili. Neno na maombi. Lakini ili haya yote yafanye kazi, uwe na ushirika. Hata ya mambo ya mahusiano yanasumbua kwa sababu vijana wengi wako committed kwenye makanisa ya mahali. Vijana wengi hawaendi hata kanisani, wanasubiri challenge. Wanasubiri challenge za mitandaoni, wanaangalia pale wanacheza kwenye video. Yeah. Kwa sababu pale hakuna mtu atakayemwambia mbona hauendelei? Mbona usomi Biblia? Mbona uonekani kanisani? Uwe na mahali, na very important, uwe na mahali umejisubmit. Umenyenyekea pale. Una mchungaji. Najua makanisa yanaweza kuwa changamoto, lakini tafuta kanisa ambalo angalau mchungaji anachambua vizuri Biblia. Kuna health community, kuna community ya vijana, kwa sababu zile associations zile ya kule kuhusiana kule kuna tujenga, kunaanza ku affect machaguzi yetu. Kwa hiyo ningesema vijana, turudi kwenye neno. Turudi kwenye maombi. To spend muda wa kutosha kwenye neno, muda wa kutosha kwenye maombi. Lakini pia tufanye kazi kwa bidii. Uvivu ndio unaosababisha vijana wengi kupata changamoto kwenye maisha, kwa sababu ukimpa kazi kidogo tu ni mateso. Matokeo yake ataangukia kwenye vitu vishawishi vingine baadaye. Kwa hiyo nimesema hayo kwa sababu inaona ni vitu ambavyo ni vya msingi sana. Ulimwengu unaweza usikuambie kwamba anza kusoma Biblia, anza kwenda kwenye fellowship, anza kuomba. Unaweza usikuambie, lakini mimi nakuambia kwa sababu yatakusaidia. Kwa kila kijana ambaye anatazama hapa, ni vizuri ajue kwamba mimi kwa muda ambao nimekaa ulimwenguni, miaka michache kidogo, mimi bado ni kijana, sijazeeka. Nitasema haya mambo mawili, commitment kwenye neno na maombi, itamsaidia. Basically itamfanya akae kwenye local church, kwenye kanisa la mahali, atajengwa, atakuwa na association rafiki. Kanisa linaweza isiwe perfect, lakini angalau atakutana na watu. In fact nasemaga hivi, hata kanisa linaweza kaa bomu, ila ni afadhali bomu la kanisa kuliko kuwa alone. Ibilisi zaidi hutumia waharibu watu walio peke yao, kwa sababu jumuiya ni ulinzi. Hata kwenye porini, swala aliye peke yake ni target nzuri ya wanyama wanaokula nyama. Yeah. Amina. Baba Mungu akubariki sana sana. Amen. Sana sana. Naamini kijana au penzi mtazamaji alikuwa anatufuatilia kuanzia mwanzo mpaka Amen. Sasa tumeelekea mwishoni kabisa. Amepata kitu juu ya mahusiano. Lakini kabla tujafunga, Apostle, wewe una huduma. Yamkini kijana anayekusikiliza muda huu hana kanisa, ana mlezi. Mimi nimekusikiliza hapa. Unafaa kuwa mlezi kwa kijana yule ambaye hana baba, hana nini. Amen. Yamkini anatamani kujua akaunti zako na kanisa lako lilipo, na ikiwezekana hata mawasiliano yako ili aweze kukutafuta. Amen. Mawasiliano yangu ni rahisi tu. Mkishaingia tu kwenye social media, wewe tafuta Apostle Shemeji Melaeki. Utakuta namba zangu zote kule. YouTube na account pale, TikTok, Telegram, iko pale Apostle Shemeji Teachings, ambao kuna audio nyingi za mafundisho. Lakini pia ukichukua namba zoko pale, ambayo ni 0714 548 565, 0714 548 565. Mtu akichukua hizo namba, naweza nikuelekeza kwenye kanisa gani aende, kwenye mkoa gani, kwa sababu tuna makanisa kwenye karibia mikoa zaidi ya 20 hapa Tanzania. Kwa hiyo karibu sana kwa ajili ya malezi ya kiroho. Tunajikita zaidi kwa kulea kutumia neno la Mungu na sio falsafa za ulimwengu. Amen. Nikushukuru sana baba. Mungu akubariki sana. Amina. Amina. Amen. Mungu akubariki sana mpenzi mtazamaji ambaye umetufuatilia kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Ulikuwa nami na si mwingine Crystal Rogers au dada wa vijana. Tukutane muda na wakati kama huu wiki nyingine. Amen. Amen. Neno la wakati. Neno la wakati na Crystal Rogers, dada wa vijana, ni kila siku ya Jumanne na Jumamosi saa 2 kamili hadi saa 2:45 usiku. Karibu ujifunze, ukue
na uvuke kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine.